Kwanza nataka kushukuru gavana mstahiki Abdulswamad Sharif Nassir kwa makaribisho, na pia kwa sababu kaunti ya Mombasa ni baadhi ya kaunti ambazo zimekumbatia huu mfumo wa Taifa Care, na si kwa kubahatisha ambao tumekuja hapa. Tuko katika harakati za kuingia mashinani na kuangalia shida ambazo wananchi wamekuwa wakilalamika, wahudumu wa afya wamekuwa wakilalamika kuhusu huu mfumo. Na kama vile gavana amesema, mtoto mpya lazima kwanza atapatape, na kabla tukufika kukomaa tutapata changamoto mingi, lakini ya muhimu ni kuangalia manufaa ambao inakuja na huu mfumo. Unajua ni rahisi sisi kukaa Nairobi na kusikiza hii mashida kutoka huko, lakini tumebadilisha mbinu zetu na tumesema saa hii tunaingia mashinani. Wiki iliyopita tulifanya pilot ya kwanza pale katika kaunti ya Embu, na wiki hii tumekuja hapa Mombasa kuhakikisha ya kwamba hizi mashida tutazitatua kwa mashinani, pahali ambapo mwananchi ako, pahali ambapo huduma iko, na tutaendelea na huu msururu mpaka tukamilishe hii mashida katika Kenya mzima. Najua vile rais alisema juzi, pepo ni mingi, na sasa hizi pepo hatutazifukuza kutoka Nairobi. Nasikia zingine zimejificha hapa Mombasa. So nimekuja hapa Mombasa kufukuza pepo ambazo zinatufanya kupiga kila mradi, hata ile ambao inafaidi wananchi. Kwa hivyo tuko hapa, tutaongea na wananchi. Kama kuna shida, tutasikia shida. Tayari katika mkutano wetu wa faragha na gavana, timu yake imeweza kutupatia shida mingi kadhaa ambazo tumeweza kutatua hapo, na hatutatatua hizo shida kwa sababu ya kaunti ya Mombasa peke yake. Ni wakati mzuri, ni fursa ambayo tumechukua kusema ya kwamba ile shida ambayo tunatatua hapa tunaitatua Kenya mzima. Kwa hivyo zile kaunti ambazo zitakuja baada ya Mombasa zitanufaika katika ile shida ambazo timu ya gavana ambayo imeweza kutupatia. Ni muhimu tuelewe ya kwamba, na wananchi waelewe ya kwamba watu wengi wanasema afadhali NHIF ilikuwa hivi na hivi. Mimi nataka kuhakikishia kwamba SHA ama Taifa Care kulinganisha na NHIF ni kama usiku na mchana, ni kama usingizi na mauti. Tofauti ni bayana. Pale NHIF tulikuwa na wezi chungu mzima, na tulikuwa na wezi aina tatu. Kuna wale watu walikuwa naiba pesa, wanasema huyu ametibiwa ugonjwa wa, kwa mfano amputation, kumbe ni homa ametibiwa, na wanakula hiyo pesa. Kuna wengine ambao hawakuiba pesa, waliiba madawa. Unakuta katika hospitali ya serikali, nje ya hospitali ya serikali kuna private pharmacies mingi sana, chemists zinauza dawa hapo, na hospitali ya serikali kwa hapo. Nataka kupongeza gavana kwa sababu yeye mwenyewe amesema atatoa mwelekezo ya kwamba nje ya hospitali ya umma hawezi kuweka private clinic yako. Na gavana, nataka kuambia kwamba uko katika ile barabara inafaa hizo license expire, mtu aende huko akatafute pale nyingine ya kufungua pharmacy, kwa sababu wizi wa madawa ilikuwa juu. Mwizi wa tatu alikuwa mwizi wa wakati. Unakuta wahudumu wengine wa afya, mtu anaenda saa moja kwa katika hospitali ya hapa Coast General, masaa 11 ako hospitali zingine 4-5. Mshahara ni ile ya gavana. Gavana anatumia zaidi ya nusu bilioni kwa mshahara. Kiwango kubwa katika hiyo pesa inaenda kwa wahudumu wa afya. Kwa hivyo si haki, ni wizi wa kuibia, sio serikali yake, ni wizi kwa sababu hana pesa yake, pesa ni ya wananchi. Kwa hivyo ni wizi na ni dhuluma dhidi ya mlipa ushuru, ya kwamba mtu ambaye analipwa masaa 8 anahudumu dakika 20 na zingine anaenda huko nje. Sasa kwa huu mfumo wa Taifa Care tumeanguka na hao watu. Ukijaribu kutoka kwa hospitali ya serikali unaingia kwa private, hiyo private bona tu iko katika huu mfumo wa Taifa Care, hata hapo tunakukamatia. Kwa hivyo wezi wa pesa, wezi wa madawa na wezi wa wakati, wote tumewashika katika huu mfumo wa Taifa Care. Na unajua wakati tunashika wezi kama hao, hatuwezi kuwashika wakati hakuna makelele. Makelele itakuwa hizi headline unaona ni headline ambao inasababishwa na hao wezi wa pesa, wezi wa madawa na wezi wa wakati.
of course wakishirikiana na pepo za wale watu ambazo wako na njama zao za kisiasa za kuhakikisha kwamba huu mfumo utafanya kazi. Kwa hao wote, kwa wezi, kwa pepo za watu wa siasa, nataka kuambia kwamba huu mradi utakuwa na manufaa kwa Wakenya wote, na huu mradi utaendelea mpaka mwisho. Kama kuna mtu akona ndoto kwamba huu mradi utasimamishwa, hatuna nia na hatuna azma yote ya kusimamisha huu mpango. Kwa hivyo tuko hapa kwa huu msimu ya sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya kuhakikisha kwamba ile safari tulianza kaunti ya Embu wiki iliyopita ya kuhakikisha kwamba hospitali zote za kaunti ya Mombasa 58 kutoka Coast General mpaka ile iko chini kabisa, tumekuja na teknolojia zote ambazo hazikuwa zimewekwa hapa hivi. Tuko hapa kuhakikisha kwamba tumeongea na wananchi, na wiki ijayo mimi na timu yetu na governor, timu ya kitaifa, serikali kuu, timu ya wale partners wetu ambao wanatusaidia upande wa teknolojia, tutafanya mabaraza. Tutakuwa huko Changamwe, tutakuwa huko Jomvu, tutakuja Mvita, tutakuwa Nyali, tutakwenda Kisauni mpaka Likoni. Tuhakikisha kwamba tumeongea na wananchi, na hizo pepo ambazo zinaenezwa tunaweza kuzifukuza na kusema riso, sio kutoka Nairobi ila kutoka huko mashinani kabisa. Ya pili, pia tuko hapa kutangaza ushirikiano wa serikali kuu, serikali ya ugatuzi ya Mombasa na wahudumu wetu ambao wanatusaidia, wale community health providers ambao wanafanya kazi ya maana sana, na hao ndio tutawatuma boma kwa boma, nyumba kwa nyumba, duka kwa duka, kitongoji kwa kitongoji, kuingia kuhakikisha kwamba hata wale hapa watu hawajajisajili, aidha mzazi hajajisajili ama mtoto wake. Saa hii kaunti ya Mombasa ukilinganisha na wingi ya watu tuko na milioni 1.2 population hapa Mombasa. Tuko na watu 18% peke yake wamesajiliwa. Wakati tutakuwa tumekamilisha hii msururu hapa katika kaunti ya Mombasa, tuko na target yetu tutakuwa 70%, 70% kwenda juu ya watu watakuwa katika huu mfumo. Kwa hivyo utaongea na wananchi, na saa hii wahudumu wote wa afya wako hapa katika ofisi ya governor. Tunaenda kuongea na wao, madaktari katika hospitali zote, na watauliza maswali kwa wataalamu. Mwananchi atauliza maswali yake, wale community health providers watauliza maswali yao, wahudumu wa afya pia watauliza maswali yao. Hakuna hospitali hata moja katika hii kaunti ya Mombasa tutaacha kama haifanyi kazi vile ilipaswa kufanya kutoka mbeleni. Na pia hapa katika tunataka kushukuru chuo kikuu cha Nairobi, kwa sababu hapa katika city campus ya Mombasa ya hiyo chuo wametupatia nafasi pahali ambapo tutaweza kuweka support center ya hii kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo wananchi wa Mombasa watakapokuwa na shida ya hii mpango wa taifa kia, hakuna haja ya kupiga Nairobi tena. Tuko na watu tunaweka hapo ambapo tutaweza kusupport hii kaunti ya Mombasa kutoka hapo. Mwisho ni mambo ya malipo, na gavana amesema, nataka kumshukuru kwa sababu ya kujitolea kufanya sponsorship ya wale ambao hawezi kugharamia malipo yao. Nataka kurudia tena na kusisitiza kwamba hakuna Mkenya hata mmoja ambao tutaweza kumwacha nyuma katika mpango. Awe na uwezo, asikuwe na uwezo, tutatoka hapa Mombasa wakati kila mtu, hiyo universal itakuwa universal katika hii kaunti yetu ya Mombasa. Asanteni sana.